Embo njoo Masai. Okay. Mbuka hapa. Ndio boss. Umeniita nikapande hii? Mna bwana na wewe Masai. Nimekuja hapa, nimekuita hapa. Nataka nikwambie kwamba umekuwa mfanyakazi mzuri sana kwenye familia yetu. Ndio kweli, hata mimi usinaona hata mwenyewe mwisi haijawahi kuingia humu ndani. Sasa ndo ujipambe sana. Mimi ndo ninakupa sifa jamani Masai. Kweli. Lakini Masai, tukiacha yoyote, mimi kuna kitu kimoja kinanitatiza sana. Kitu gani hiyo tena? Nafikiria swala juu ya mtoto. Mimi na mume wangu hatujafanikiwa kupata mtoto. Hajafanikiwa kupata mtoto? Sasa mambo ya mtoto, najua mama bosi yangu, masuala ya mtoto ni Mungu mwenyewe anapanga. Kama mtu atapata mtoto, lakini nyie atapata tu. Si naona hata ndoa yenyewe sio muda mrefu sana imeoana. Sawa Masai, lakini mwenye tatizo hapa ni mume wangu. Wewe unajuaje? Nimejua maana mwenyewe nishawahi kubeba mimba, nikatoa. Sasa tangu nimekaa naye muda wote sijaishinga hata mimba mara moja. Wewe umeshaitoa mimba? Nilitoa, mwanaume alikuwa eleweki, maisha yangu akawa magumu. Kwa nabudi kuitoa. Ndio mpaka nikaja kuolewa na huyu mume wangu. Sasa naona na yeye hatuna dalili ya kupata mtoto. Sasa nilikuwa na ombi moja Masai. Nilikuwa naomba tufanye siri mimi na wewe. Siri gani anataka kutengeneza hiyo mama hiyo? Unipe mimba. Sasa mimi nitakupaje mimba na mimi kasi yangu ni kule tu ya geti. Sasa unajua mimi mume wangu aniruhusu toka, naona wivu nitaibiwa. Inakuwa njia rahisi kutokuamini kwamba nimepata mimba ya mtu mwingine. Mama hiyo, mimi kwa kweli bosi yangu, mimi hiyo kitu ni ngumu sana. Masai bwana, huwezi kushinda. Kweli. Sasa unajua mimi hapa nimekuja kwa sababu ya kasi. Alafu sisi wa Masai ni mila yetu hii Masai. Hata mtoto mimi ikipata wewe mtoto, lazima atakuwa anaongea Kimasai. Atavaa kama nguo kama hii. Wao atakuwa anajua tu kama Masai hii ni mtoto ya Masai. Hawezi kubadilika ikawa kama Mswahili. Kwa vile utakuwa naye, unacheza naye, unaongea naye, sasa itakuwa naiga lafudhi yako, utamwambia kwamba ameiga vile unashinda naye. Hata jua Masai maana ni siri ya watu wawili, mimi na wewe. Hiyo kitu kwa kweli siwezi. Masai bwana, ile kitu usinishike rumu ndani, unaweza kaingia sasa hivi. Amna bwana, si ameenda kazini, arudi sasa hivi. Hata kama imeenda kazini, hii ni boma yake. Mama hiyo. Kweli mimi hiyo kitu ya kukusaidia. Mimi nilijua labda kuna nitia kitu. Utaki hela. Tukapata mtoto mimi na wewe, bahati mbaya yeye akafariki. Uone mtoto yule ndo anarithi hizi mali. Hizi mali tusipokuwa na mtoto nani atarithi? Sasa kama ile mzee bosi isipofariki, mimi tasubiria mpaka mtu yefariki. Amna bwana, kufa ni kufa, siku yote atakufa, lakini mtoto anaendelea kukua na jina linakuwa ni la mtoto. Mimi na wewe tunajua kwamba siri yangu mimi na wewe, yule mtoto ni wa kwetu. Na zile mali akifariki na kabisa mimi mke wake na mtoto. Mimi kwa kweli hiyo kitu siwezi. Masai bwana, usiwe. Wewe tafuta tu, nenda kama kwenye hospitali itasaidia. Nimejaribu Masai, nimejaribu, hawezi kunipa mtoto. Mimi hiyo kitu ni ngumu. Masai, mimi nakupa muda ufikirie, mimi nataka tuzae mimi na wewe. Hizi mali zote jamani ziteketee. Kweli Masai, miaka mingapi umekaa unafanya kazi hapa? Umepata nini? Kweli sijapata kitu. Sasa lakini sasa mimi najua tu mtoto itakuwa Masai, yani mtoto itakuwa Masai, itafaa nguo kama ile msee itajua tu hii mtoto ni Masai. Mimi hiyo kitu siwezi. Masai bwana, nifikirie bwana Masai. Mimi hiyo kitu siwezi, kama unaniita kwa kisu kingine. Sasa hizi mali zote tunamwachia nani akifariki? Wewe si ipo itakaa. Mwenyewe bila mtoto Masai, upendi hela wewe. Hela mimi nataka, lakini hiyo style sitaki. Nenda bwana.